Wanasema siri haifi, hufukiwa tu. Lakini siku ikiamua kufufuka, hutoka kwa kishindo kikubwa. Siku ile hakukuwa na kelele ya mlipuko wa silaha, lakini bomu la usaliti lililipuka kimya kimya na kuacha majeraha yasiyoonekana kwa macho. Pacho alikuwa ameoa, alikuwa na familia, mke aliyemwamini na nyumba iliyoonekana kuwa na amani. Lakini nyuma ya pazia la tabasamu na salamu za kawaida, Pacho alikuwa na mchepuko, yaani mke wa pembeni, wengine wakienda mbali wakiita bi mdogo, ambaye walikuwa wameishi kwenye mahaba ya siri kwa muda mrefu. Kadri siku zilivyosonga, mabadiliko yakaanza kuonekana. Safari za ghafla zikawa nyingi, simu ikawa rafiki wa karibu wa Pacho kupita kiasi, na mara nyingi maongezi yalifanyika wakati mke wake anapika jikoni. Alizungumza kwa sauti ya chini, akitabasamu, mara nyingine akigeuka pembeni kana kwamba anaogopa kusikika. Mke wake aliona yote haya akiwa anaingia chumbani kutoka jikoni. Aliyaona, akayatafakari, lakini akajipa moyo. Alijisemea, huenda ni kazi zake, huenda ni msongo wa mawazo. Sababu moja hiyo ilisimama imara moyoni mwake. Pia alimwamini sana mume wake. Lakini siku moja, moyo wa mwanamke ulimwambia jambo tofauti. Siku ile aliamua kujaribu kumfuatilia, si kwa ugomvi, bali kwa kutafuta ukweli. Usiku ulipoingia, alisikia mume wake akibisha hodi mlangoni. Haraka, bila yeye kujua, mke wake alichukua simu yake, akawasha rekodi ya sauti na kuiweka chini ya mto wa kitandani. Kisha akatoka kumfungulia na kuelekea jikoni kama kawaida. Mume wake, kama ilivyo desturi yake siku hizi, alianza kuzungumza na simu. Maneno yalikuwa laini, sauti ilikuwa ya mahaba na ahadi zilikuwa nzito. Hakujua kuwa palikuwa na mtego kama wa Rambo kwa wa Vietnam. Baada ya mke wake kumaliza kuandaa chakula, walikula pamoja. Hakukuwa na ugomvi, hakukuwa na kelele. Baadaye mume wake akaenda kuoga. Huo ndio ulikuwa muda ambao mke wake angeweza kuchukua ile simu na kusikiliza rekodi. Aliishika, moyo ukadunda, akasita, akajiambia, nitasikiliza kesho. Akairudisha simu pale pale, akajilazimisha kulala. Asubuhi ilipofika, mume wake alienda kazini. Nyumba ikabaki kimya. Ndipo mke wake alipochukua simu, akakaa kitandani na kuisikiliza rekodi kwa makini. Maneno ya mahaba yakamchoma kama sindano. Ahadi za kukutana zikamvunja nguvu. Walikuwa wamepanga kukutana Jumamosi. Sehemu na muda vilitajwa waziwazi. Alilia kimya kimya, kisha akajifuta macho, akajipa moyo na kuwapa moyoni, hata sema chochote. Jumamosi asubuhi, mume wake aliaga na kusema hana pumziko, anaenda kwenye kikao cha dharura. Mke wake akatabasamu kwa uchungu na kusema, sawa mume wangu. Aliposikia mlango umefungwa, mke naye akaanza maandalizi yake. Alisubiri mume wake aondoke kabisa, ndipo naye akaondoka mdogo mdogo kuelekea sehemu ya tukio. Sehemu waliopanga kukutana ilikuwa ni loji. Alipofika, alikaa pembeni akijifanya kama anamsubiri mtu. Muda ukapita. Ghafla akaona bodaboda ikifika. Mwanamke akashuka. Kwa mara ya kwanza hakumuona mume wake, na kwa kuwa hawakuwa wanajuana, haikuwa shiba. Lakini sekunde chache baadaye, moyo wake uliruka. Akamuona mume wake anatokea kichochoro cha kuingia loji. Bila kupoteza muda, mke wake alitembea haraka. Kabla hawajaingia litini, aliita kwa sauti iliyotetemeka, Pacho! Pacho akageuka. Kikao chema mume wangu, mke wake alisema. Kisha akageuka na kuondoka huku machozi yakimtoka. Mume wake alishtuka, akaacha kila kitu, akamfuata nyuma akimtaka asimame amsubiri. Lakini tayari mke wake alikuwa amepanda bodaboda na kuondoka zake. Kijana alibaki pale, amesimama, akijiambia kwa sauti ya chini, sasa siri imefichuka, bomu limelipuka, nadhalilika mimi. Hakika, mwisho wa ubaya ni aibu. Tuambie kwenye comment, je, uliwahi kufumaniwa au kufumania? Usisahau kulike na kusubscribe ili kuendelea kupata simulizi zenye mafunzo. Kwaheri, hii ni Simulizi Maarifa.